Mwite Bwana. Mwite Bwana Yesu. Bwana ampe kila mmoja neema ya kufanya maandalizi ya moyo. Kwa jina la Yesu tumeomba. Kwa jina la Yesu tumeomba. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu Bwana umetupa matazamio na matarajio mapya na matumaini mapya kwenye maisha. Baba, yamkini tumezaliwa tukiaminishwa kwamba hatuwezi kupokea mema yote katika maisha yetu. Yamkini tumekuwa kwenye mazingira tuliyokulia tukaambia kwamba hakuna lolote lililo jema ambalo tunaweza kulipata. Tumezaliwa tukiaminishwa kwamba sisi hatuna lolote katika ufalme wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo amekuja ili kutupa matumaini mapya. Na kwamba matumaini hayo Mungu mwenye nguvu nayo katika Kristo, ya kwamba Mungu aliye hai kuna matumaini ya uzima tele, kuna matumaini ya uponyaji tele, kuna matumaini ya kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu aliye hai, kuna matumaini ya kupokea vipawa mbalimbali ambavyo Bwana Mungu mwenye nguvu ametuachilia katika maisha yetu ya sasa. Naomba Mungu mwenye nguvu ya kwamba Baba, katika moyo wa kila mmoja Mungu aliye hai tusaidie Bwana tuweze kupokea yale matumaini bora ambayo umetuaminisha kwayo katika neno lako katika jina la Yesu. Naomba Mungu mwenye nguvu, Roho yako Mtakatifu ambaye ni mwalimu aendelee kuzungumza na kila mmoja wetu Mungu hai. Asante kwa sababu naamini kwamba Bwana wewe ni Mungu mwaminifu, na Mungu mwenye nguvu nimepokea baraka tele katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Naomba kae. Tunatazama jambo ambalo ni muhimu sana kwenye maisha yetu la maandalizi. Sema maandalizi. Sema maandalizi. Wanafunzi kabla hawajafanya mtihani kuna maandalizi. Na mama kabla mtoto hajazaliwa kuna maandalizi. Na mkulima kabla hajaweza kupanda mbegu shambani mwake lazima afanye maandalizi bora ili kwamba aweze kupata mengi mazuri. Na tunahitaji kujua pia kwamba ili kwamba tuweze kukutana na Mungu aliye hai, hatumwendei Mungu tu shagalabagala. Hauendi hata kanisani kwa sababu wengine wanaenda kanisani kwa mazoea. Wakristo wetu wa leo wanaenda kanisani kwa mazoea kama naenda kwenye klabu fulani. Hakuna maandalizi yote, hakuna maombi, hakuna kujitakasa, hakuna shauku, hakuna msukumo aina yote kwenye moyo wake. Hakuna maandalizi. Lakini kumbuka wazi ya kwamba tunahitaji kuweza kujua kwamba maandalizi ni muhimu katika kila hatua ya maisha yetu. Na hata unapotaka kwamba unapokea vipawa vya Mungu aliye hai, kuna kufanya maandalizi makini ili kwamba tupate kupokea yale mema ambayo Bwana ametuwekea. 16:16 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tunazungumza maandalizi kwa ajili ya maachilio makubwa. Na ikiwa unamtazamia Bwana afanye makubwa au unatarajia Bwana afanye makubwa kwenye maisha yetu, lazima kufanya maandalizi makini ili kwamba tuweze kupokea yale mema ambayo Bwana anayo. 16:16 kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia na haya kutuambia. Amen. 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 Anasema mara 3 kwa mwaka na watokee anasema wanaume wako mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Maana yake lazima wafanye maandalizi. Bibi harusi, bwana harusi wanaotaka kuoana, lazima maandalizi yafanyike. Sijajuaga kwamba maandalizi gani wanayofanya maharusi kimsingi kwenye akili zao
wanajiandaa kivipi? Maandalizi gani ambayo wanayafanya ambayo yataweza kuwapeleka wanakotarajia kwenda? Neno maandalizi ni jambo ambalo au neno ambalo linaweza kama limekosekana katika maisha ya watu wengi. Inawezekana kwamba limekosekana katika vinywa vya watu, kwamba hakuna maandalizi. Hata safari, unaposafiri lazima ufanye maandalizi, na maandalizi hayo yanagharimu muda, yanagharimu pia nguvu, yanagharimu vitu kadha wa kadha katika maandalizi hayo ya kwenda katika safari uliopanga. Safari ikiwa mbali, lazima ufanye maandalizi mapema. Bahati mbaya sana ni kwamba mara nyingi mpaka usiku mtu anaposafiri bado kuna vitu hajaviweka sawa sawa, ndio siku hiyo anakesha, anakuchukua nguo chiki, anajaribia cheiki, anafanya vile, anageuka, anafanya, yani kwa sababu maandalizi bado hayajafanyika awali. Lakini leo ni kwamba tunahitaji kufanya maandalizi katika maisha yetu. Neno maandalizi lazima liweze kupata nafasi katika moyo na maisha ya kila mmoja. Kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 18 mahali pale. Maandalizi binafsi. Maandalizi binafsi kwa ajili ya maachilia Bwana. Mungu akuponye. Kumbuka wazi ya kwamba kuna mali. Hata Bartimayo kipofu alifanya maandalizi. Alikuwa anajiandaa, anasema ipo siku na mimi nitamuona huyu Yesu aniponye macho yangu. Alijiandaa, alijenga imani, na alisikia habari za mwana wa Daudi Yesu, na alipouliza ni nani anapita, akaambia Yesu mwana Daudi anapita. Alijiandaa, na kisha aliposikia kwamba Yesu anapita akasema, Yesu mwana Daudi, naomba unirehemu. Kama asingejiandaa asingemuita Yesu, asingelia. Na kama asingejiandaa bado tutaweza kuona kwamba hata watu walipomwambia kwamba nyamaza kimya utulie, angenyamaza kimya. Lakini maandalizi aliyofanya ndani yake yalijenga uthabiti, yalijenga uimani.